Sasa uliza jirani, hiyo kipawa umekifanyisha kazi vizuri? Ati unapanda hapa stairs ukifanya hivi na sio miba uko naye. Sasa wewe ni nini unafanya? Yeah. Lazima ujue the outer man needs help. Wacha tusome habari ya inner man. Ephesians chapter 3 verse 16. Tuangalie habari ya the inner man. Biblia inasema Ephesians chapter 3 mstari wa 10, awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kasi ya roho wake katika utu wa ndani. Utu wa ndani. Huyo naye sasa nimeongea habari ya utu wa nje. Ndio unapeleka saloon, ndio unapeleka kwa kinyozi, ndio unapeleka bath every morning. That's the outer man. Atuogi ndio tutumue na Mungu. In fact mimi hata kama nimekula vitunguu na sijaoga, the Lord will move. Hiyo ni the inner man. Lakini the outer man ni ndio tuwe presentable kwa watu. Usipitie kati ya watu unanuka vile unataka, na Biblia inasema tuwe na kibali mbele ya Mungu na mbele ya watu. Tunaoga kwa sababu yenu. Isipokuwa ni nyinyi hatugeoga. Bwana Yesu asifiwe. So tunafanya hiyo kazi yote tunafanya kwa sababu ya watu. Na Biblia inasema tuwe tumekamilika. Hata Yesu wakati alikuja, Biblia inasema ya kwamba alipendwa na Mungu na akapendwa na nani? Unaweza kuwa na utu wa ndani yako ikiwa very strong, utapendwa na Mungu. Lakini watu hawatakupenda kama utu ya nje iko goigoi. Umejiwashiria, hata mswaki haupigi, unasema ya kwamba ni watu wametengeneza, Mungu alitutengeneza meno hivyo. Wewe wacha kufanya hivyo. Tengeneza mtu wa nje vizuri. Anuke vizuri. Sio unakaa mahali unaona insi zikifanya safi. Nini iko hapo imeosa. Na ni wewe. Ati umekaa original kwa sababu ya Bwana. Haya. Kukaa original. Unajua nimekuta watu wengi wananiambia wanakaa original. Namwambia haujipaki hata kitu. Ananiambia mafuta najipaka ya ng'ombe. Maana zilitengenezwa na Mungu. Na mswaki ananiambia siku ile nilipiga mswaki mara ya mwisho ni miaka 3 imepita. Na kweli akienda kuangalia pande ya kwako, haya unasikia kama you have come face to face with a compost heap. Haya, ati ni original. It's not right. So Efeso 3:16 ninataka kuiangalia kwa Kiingereza. Of course wengi wetu tumesoma Kiingereza, inashika haraka. Mundu ana theini kwa lugha yangu ya mama. Wewe sema lugha yako ya mama ni nini? Inner man. Mtu wa ndani, that he would grant you according to the riches of his glory. Mtu wa ndani anatakana awe tajiri. Na utajiri huo unatokana mbinguni, sio utajiri wa sokoni. Utajiri wa sokoni ni wa mtu wa nje. So hauwezi kuniambia ati tunaenda kuhubiri ati wewe umekula nyama choma na mkate, mimi nimekula chakula ya juice, uniambia ati Mungu atakutumia kuliko mimi. Kile utafanya ni kwamba utashine kuliko mimi physically, but God depends on the inner man. Na utajiri wa ndani hautegemei chakula na maji. Amen. Na hautegemei nguo. Mimi nasikia kuna watu wanasema ukivaa nguo ya white, ukivaa nguo ya nini? Ukivaa nguo ya cream, white, hizo nguo na ujifunike kitambaa ya white, roho atatembea kutembea. This is wrong. Roho anatembea kwa sababu ya inner man, sio outer man. Mimi hata kama ningekuwa naruhusiwa na Mungu, maana wanaume hatunanga ushi pande hii ya juu, ninaweza kuhubiri hapa bila shati na Mungu atembee. Na niombee watu hapa wapokea anointing na miujiza itendeke. Tunafaa kwa ajili yenu. Kwanza bila shati unakuwa free sana. Unawekelea watu mikono free. Lakini kwa sababu yenu ndio tunafaa. Bwana Yesu asifiwe. Si niliwaambia nilienda kuswim Mombasa wakati niko katikati ya bahari, nikiangalia kule kwa beach, nikaona watu wamepanga laini mrefu, nikafikiria nikajua imekuja hapo. Alafu mtu mwingine alikuwa hapo tunaswim karibu, ameingia karibu, nikamuuliza wewe, mbona watu wamepanga laini mrefu? Akaniambia wanangojea umalize, ni maombi. Sasa unaweza kuimagine nilikuwa nimefaa namna gani nikiwa kwa bahari. Kwa bahari unaingia na nguo. Kisuruali kile nilikuwa nacho ni kisuruali ya kuombea watu. Lakini sasa ningefanyaje? Wakati nilitokea kwa maji, ninamwaga maji
Na nilikuwa na shida sasa. Unajua bishi hakuna msitu ati utajifisha uchenji. Watu wanaona kilomita 10. But nilimaliza. Nikaenda tu nikimwaga maji. Watu walilala hapo kwa mshanga wakiwa wamejazwa roho. Wakati niliona wote wamepokea roho, wamekunywa vizuri, nikamwambia hawa tukimbie nikachinje. Kusikuje hapa mtu iko na kamera. Aseme angalia wahubiri wa kisasa vile wanaombea watu. Na nikushikwa by the way siku anajua watakuja. Ai. Mungu ni mwema, hakuna mtu alikuwa na kamera. Kama ni leo angeshikua kamera ya simu. Hivi ndivyo Bishop anaombea watu. Mgogo inashaini kushaini na maji. Lakini Mungu alikuja kwa sababu, Mungu akuji kwa sababu ya, na mkishika hii itawasaidia maishani. Ya kwamba unaweza kuomba Mungu kwa bafu ukiwa hauna nguo hata moja. Na asikie. Kwa sababu aim yake ni the inner man, not the outer man. The outer man ni kwa sababu ya hii watu. Ni kwa sababu ya manaiba. Ni kwa sababu ya majirani. The outer man kwa sababu ya kanisa la Kristo. Bwana Yesu asifiwe.